Hiyo siku sasa tuliongojea mpaka jioni tukapata mtoto akuji. Naomba tu mnisaidie. Nataka huyu mtoto ni mdogo arudi aende shule tafadhali. Mwenye amemuona anisaidie tu mtoto arudi shule. Naam, asante sana mtazamaji wetu wa Nyabende TV. Hii leo tumetembea moja kwa moja hadi kijiji cha Ebigogo inayopatikana katika sehemu ya Boitangare ndani ya Nyamache sub county. Hapa tumefika katika boma ambapo kuna kisa cha mtoto aliyetoweka tarehe 1 mwezi uliopita, hadi sasa hajapatikana. Tungependa kusikia upande wao vile ambavyo ama kile ambacho kilipelekea mtoto huyu kutoweka kutoka hapa, na hali ilikuwa vipi hadi mtoto akaweza kutoweka kutoka hapa, na hatua zipi ambazo wamechukua. Je, wamepata usaidizi wowote ama ni kipi ambacho kinaendelea? Karibu sana. Watazamaji wangependa kukujua kwa majina, unaitwaje? Kwa majina naitwa Dominic Nyamali kutoka Ebigogo. Dominic, mtoto aliyepotea ni nani kwako? Je, ni mtoto wako, mjukuu ama ni nani? Huyu ni mtoto wangu mwenye alipotea. Jina lake anajulikana kama nani? Anaitwa Mildred Mora. Mildred yupo katika darasa la ngapi? Je, anasoma ama ni mtu mkubwa, mtu mzima? Ako darasa la ngapi na ni miaka mingapi? Ni mtoto anasoma, ako grade 8, ako umri wa miaka 15. Sasa on this faithful day, hii siku ambayo alitoweka, unaweza eleza mtazamaji kidogo ni kipi ambacho kilitokea, ama alikuwa aje siku hiyo ya kutoweka kwake? Hiyo siku aliamuka tu mzuri, hakuwa na shida yoyote, hakuwa na kosewa mahali nini yoyote. Alikuwa vizuri tu, hakuwa na shida yoyote. Baada ya hapo sasa alikuwa waende shambani, kufika kwa shamba kulima tu. Kuna kitu kalikuwa anabaki kidogo. Walikuwa aenda wamalize. Lakini sasa yeye alikuwa anatangulia. Sasa wabidi kumfuata, akapata hakuna hiyo hakuna hiyo msichana. Sasa hatujui mpaka saa hii alienda wapi. Labda hapo shambani walikuwa wameenda na nani, ama alienda peke yake? Alitangulia peke yake kwanza, ndio hiyo wabidi amfuate. Sasa kufika huko akapata hayuko. Hiyo siku ya kutoweka kwake, labda akienda shambani, nyinyi kama maybe wazazi mlikuwa wapi? Tulikuwa tu nyumbani tu. Na hiyo shambani ilikuwa mbali kidogo na kwangu. Na mtoto, labda mtazamaji, majina yake matatu, kitu tulisahau, unaweza sema labda kuna mtu amemsikia mahali. Kwa majina, huyu msichana anaitwa Mildred Mora. Mwenye anajua hiyo mtoto atatujuliza kwa hiyo namba nitaweza kuwapea. Ni 0710 49 56 58. Kwa majina yangu ni Dominic Nyamali Obwoge. Sawa. Sasa labda hiyo siku mtoto ameamka asubuhi akaenda shambani, kisha nyinyi kufika pale, ama mtu kufika pale akapata kwamba hayupo. Ni hatua gani ambayo ulichukua hiyo siku? Unaweza ukatupa hadithi vile ilikuwa hiyo siku yote, ulifanya nini hadi saa hii sasa, kuanzia hiyo siku hadi leo? Hiyo siku sasa tuliongojea mpaka jioni tukapata mtoto akuji. The following day ndio tulienda tukaripoti kwa chief akatuambia tukaenda kwa Boris tukaripoti, tukawa P3. Sasa tukabewa hiyo P3 tuko nayo ya kutafuta hiyo mtoto. Kwingineko hujapata ripoti yoyote kutoka kwa polisi ama chifu? Hatujapata ripoti yoyote kuhusu huyu mtoto mpaka kwa leo, hatujaipata.
Labda chifu mwenyewe hajai watembelea hapa ama kupiga simu kujua kama mtoto amepatikana, ama polisi wenyewe? Hawajai piga simu na hakuna mwenye hajai piga simu hata wakati hata siku ya leo. Ni kituo kipi cha polisi mlicho ripoti? Nyamache. Nyamache. Okay. Na kilio chako labda kwa serikali, ungependa wakusaidie vipi, ama ni kilio kipi unacho katika kwa serikali? Kilio tunasalia kwa serikali, huyu mtoto akipatikana watusaidie arudi aende shule. Hiyo ndio kilio nasalia. Kwingine kwa mtazamaji, umeweza kusikia upande wa baba vile ambavyo amezungumza kuhusu kutoweka kwa mtoto huyo. Inasemekana kwamba siku hiyo ya tarehe 1 waliwapa watoto kazi ya kwenda shambani waende kumalizia sehemu ambayo ilikuwa imebakishwa, lakini baadaye walipomgoja mtoto hakurudi kwenda kumtafuta shambani, wakapata ni jembe tu. Swali ni je, hawajui alikoenda mtoto? Labda ni mtu alimdanganya akamchukua, ama ni kitu kipi ambacho kilimtendekea huyu mtoto? Ni swali ambalo limebaki katika mawazo ya wazazi katika boma hii. Kufikia sasa hawajapata ripoti yoyote ikiwa mtoto wao yupo sawa ama yupo wapi hadi wale watu waliochukua walielekea katika kituo cha polisi na kuandikisha taarifa kuhusu kutoweka kwa mtoto huyo, wakimhusisha chifu wa eneo hili. Sijui ilikuwa naibu chifu ama chifu. Chifu wa eneo hili wakamhusisha pia katika kisa hicho. Na kufikia sasa mzazi anasema ya kwamba hawajapata usaidizi wowote kutoka kwa kituo cha polisi cha Nyamache ama chifu mwenyewe, kwa sababu walipoandika OB ya kwamba mtoto ametoweka, ni jukumu la serikali pia na wazazi kumtafuta, ila tu tunavyozungumza upande mwingine tutaweza kuwajulisha tunavyoona baba ako na shida kidogo ambayo atatueleza baadaye. Na ametoa ombi kwa wananchi ama wewe mtazamaji unayetazama televisheni yetu hapa, kwamba iwapo utasikia popote huyo mtoto alipo ama kupata ripoti yeyote, akapeana namba yake ya simu ama piga ripoti kwa kituo cha polisi kilicho karibu ili aweze kupatikana. Na jambo lingine ni kwamba huyu mtoto ni mdogo sana, wa darasa la 8. Pia miaka yake ni midogo sana. Huenda ikiwa kunaye mtu aliyemdanganya akaenda na yeye ama kukaa naye, ni hatia. Kwa hivyo ukimsikia popote ama kumuona popote huyu mtoto, piga ripoti, kwa sababu liwalo na liwe ama katika hali yeyote, iwe alichukuliwa na mtu, ni hatia. Iwe kuna jambo mbaya ambalo limetendekea huyu mtoto, ni hatia. Tunaomba vyombo vya usalama katika eneo hili la Nyamache kwa ujumla, katika eneo bunge la Bobasi, pia na kaunti ya Kisii, waweze kuingilia kati ili wawasaidie wazazi hawa kumtafuta mwanao ambaye ametoweka. Wasijue alikoenda, wasijue kilichomtendekea ama kilichotokea katika maisha ya huyu mtoto. Pengine kama mtoto yu salama, nawe unajua aliko na unatutazama hapa, tunakusihi ya kwamba moja kwa moja upige ripoti kwenye kituo cha polisi kilicho karibu, ama watafute hawa wazazi, ama utoe taarifa ambayo itasaidia vyombo vya usalama kumpata huyu mtoto. Sasa tutasikia upande wa mama mzazi wa mtoto huyu ambaye aliweza kutoweka, pia atupe vile ambavyo mambo yalitendeka hiyo siku na hatua ambayo wamechukua, na ni kipi ambacho wangependa kusaidiwa kufikia sasa ili kumpata mtoto wao. Je, kwa majina tungependa kuambia mtazamaji kwa majina na kile ambacho kilitendeka wakati huo. Kwa majina naitwa Judy Kemunto Nyamali. Na mtoto wangu aliamuka akiwa vizuri, hata sijui nini lilimtendekea na akatoka. Na hakuna mwenye alikuwa amemkosea.
Alienda kwa samba, sisi tukafikiria kwa samba. Kuongojea tu masaa kufika mwingine kuitana, huo akasema yuko kwa samba. Tukaanzia hapo tu kutafuta mpaka leo hii hatujawahi muona. Tunaendelea kung'ang'ana tu kumtafuta. Je, hiyo siku mlimtafuta hapo kwa shamba pia na kijijini, ama mlienda tu kuandikisha ripoti? Tulitafuta tu kijijini kila mahali, huwa ile yenye unaweza fikiria anaweza enda huko, tukapata hata hajatoka kielekea huko. Hatujui kwenye alienda hiyo siku sasa. Mpaka leo hii sasa hakuna mwenye amejua kwenye hako. Sasa baada ya kufika shambani mkapata hayupo. Je, mlipiga ripoti wapi na wapi, na ni muda gani mlichukua kupiga ripoti? Siku moja tu ndio ilipita, tukaongojea kurudi, ndio siku yenye ilifuata sasa tukang'ang'ana, tukaenda kwa chifu, akatutuma akasema tuende kwa polisi. Tukaenda tu tukaandikisha OP. Sasa tangu hiyo siku hatujawahi ona chochote huwa imetendeka, tujue nini inaendelea, hivyo tunakaa tukiongojea. Je, mtazamaji angependa kujua umri wa mtoto na darasa na alikuwa anasomea wapi? Mtoto umri yake miaka 15 na alikuwa darasa la 8 akisomea shule ya Nyoera Primary. Je, mmeifuatilia kumpigia chifu ama kumtafuta chifu ama polisi tangu huo wakati kuopa ripoti yoyote ama kutafuta usaidizi? Tulienda kuulizia, wakasema hapana yuko. Sasa mkae mkiongojea. Na mkae mkirudi hapa mkiulizia sasa. Tukatuma community police yenye huko akaenda. Kuulizia wakamwambia bado, na sisi nyinyi enda tu mkaendelee kutafuta sasa. Tangu hiyo siku tunakaa tukiongojea sasa, hatujaona chochote. Je, mmejaribu kuulizia kwa relatives labda? Hapo tumetafuta kote hakuna kitu. Labda kwa dhana zako nikuulize, kwa fikra zako, labda huyu mtoto unaweza fikiria maybe alienda wapi ama? Sasa mimi nikifikiria hakuna mahali anajua naweza sema ameenda. Ile naweza sema ni kama sasa sijui niseme nini, sababu sijui kwenye alienda na ajui kwenye anaweza enda. Kwa marafiki nisema ama anajua nani aenda, ama kwa ndiaka ajui kwenye anaenda, sababu hajaienda mahali. Labda kuna watazamaji wengine ama mtu anaweza, unajua tukiweka hii taarifa kuna hisia mseto, kuna yule atasema hili, mwingine aseme hili. Labda mtu anaweza usema mtoto wa kike labda alipata mwenzake wa kiume akamdanganya akaenda naye. Sasa kwa hilo niulize, siku za nyuma tabia ya mtoto imekuwa namna gani? Hakuwa na tabia mbaya na hata hakuwa anaonyesha. Alikuwa silent mwenye unaona tu, hata ukimwona unasema mtoto ako sawa. Hakuna kitu unaweza sema mtu amemwona akuletee nini akwambia hata nimempata mahali. Hakuwa anatoka. Labda basi hakuwa na mambo mengi na maybe wanaume. Hakuwa nayo kabisa, lakini hiyo siku vile alitoka ni ile tunafikiria ni kama mtu alimdanganya, akaenda akiendanga akafikiria anarudi akaenda hivyo. Labda ombi lako kwa mtazamaji pia na serikali ni lipi? Mimi nasema serikali naomba tu mnisaidie. Nataka huyu mtoto ni mdogo arudi aende shule tafadhali. Mwenye huwa amemuona nisaidie tu mtoto arudi shule. Naomba tu serikali msiniache kama nataka tu mtoto arudi aende shule. Naam, amekuwa ni mamake mzazi. Na ni jambo zito sana haswa kwa mama pia na baba, kwa mtoto wao kutoweka asijulikane aliko. Na kwa mara ya pili na kuomba mtazamaji unayetutazama leo, ikiwa utapata taarifa yote kuhusu huyu mtoto, piga ripoti. Ningependa kwa mara ya pili useme majina yote ya mtoto na vile ambavyo alikuwa amevaa, nguo ambazo alikuwa amevaa hiyo siku, ili mtu ambaye atakayemuona iwe rahisi kupiga ripoti. Alikuwa amevaa trouser, jeans ilikuwa dark blue. Shati ilikuwa mikono refu, ilikuwa red na nyingine ya dark blue pia. Majina yake yote? Mildred Mora. Hadi ya baba? Ni Mildred Mora Nyamari.
It's very touching. So kufikia hapo, wacha tumalizie hapo, tutarudi tena, ila tu bado tunaendelea kusihi serikali ama vyombo vya usalama, kwa sababu ni jukumu lenu kama vyombo vya usalama kutekeleza wajibu wenu wa kusaidia wananchi, na hawa wakiwa wananchi pia ambao wanalipa ushuru na pia wana matumaini ya kusaidiwa na vyombo vya usalama. Walipo sasa hawana mbele wala nyuma ama njia ya kumtafuta mtoto wao. Wameulizia hapa pale, lakini bado hawajampata. Sasa ni mwezi umeisha baada ya mtoto wao kutoweka, hawajapata usaidizi, hawajapata ripoti yoyote na wasijue aliko. Kufikia sasa vilio vyetu ni kwenu nyinyi kama washikadau katika vyombo vya usalama ama sekta ya usalama nchini na pia kaunti ya Kisii. Jamani, haki itendeke, mtoto apatikane, arudi ili aendelee na masomo yake. Kwa majina naitwa Zipora Mora. Mimi ni aunti ya huyo mtoto Mildred Mora. Tumejaribu juu chini kutafuta huyo mtoto. Huyo mtoto vile wamesema alienda kwa shamba. Vile alienda kwa shamba, huyo mwenzake akamfuata. Vile walitoka kwa shamba, alikuja akaripoti kuwa huyo mtoto mwingine hayuko. Tumejaribu tu kumtafuta. Tumeenda tu kila mahali, lakini bado hatujapata huyo mtoto. Labda unaona ni shida gani ambazo wanapitia ama mnapitia kumtafuta? Wenzangu wako na shida. Mzee wake ni mgonjwa. Huyo anakaa ndugu yangu. Na huyo mama pia anatoka anaenda kibarua kutafuta chakula ya riziki. Tumejaribu kutafuta huyo mtoto. Tumeshikiriana sisi zote, lakini bado hatujapata huyo mtoto. Na bado huyo mzee anahitaji tu chakula, pia watoto wengine wako wanahitaji chakula. Serikali, tunaomba kwa hisani yenu mtusaidie. Labda unaona serikali imeweka juhudi zipi kusaidia kumtafuta mtoto? Kwa maoni yako, serikali imewasaidia kumtafuta ama bado? Tulienda tukaripoti serikali, ili tutuma tu picha ya mtoto, lakini bado huyo mtoto hajapatikana.